ambao tulikuwa tunahudumu na Reverend Julius Ndumia. Ndumia alikuwa Reverend wangu kanisa PCA, na tunasema poleni sana kwa familia, na zaidi ya yote nasema kitendo ambao kilifanyika kwa Reverend wetu, nilikuwa hapo hiyo asubuhi, kitendo ambao kilifanyika kwa hiyo Reverend wetu, tunasema nothing should be left undone. Asanteni sana. Yeah, you've heard the mood of the house. Just your name and where you represent kindly. Thank you, Speaker. God is good all the times. Lea Wamboi Nganga, representing the great people of Kabatini from Nakuru County. God bless you. Zachary Jero is my name, MCA from Nyandarua County, Kinangop constituency, Nyakio ward, the former immediate parish where Reverend Ndumia was ministering. Mukeu, asanteni. Kuna gari KDM 740K, hiyo gari inaguruma mpaka saa hii na mataa iko on. Tafadhali KDM 740K. Thank you. My name is James Kanyugo Mwangi, MCA Mahiga, na pia kiongozi wa wengi katika bunge la Nyeri. Poleni kwa family. Watson Wero, MCA Karatina Ward, Madera. Atanasio Geshohi Kafaire, MCA Mukurweini West, nikielekea kuwa MP badala ya kuserve town mbili kama MCA. David Kafadha, MCA Iriaini Ward in Madera. Na mimi ni wa DCP ni Gitungati. Good afternoon, everyone. My name is Lucy Wanyitu. I represent gender in the County Assembly of Nyeri and also persons with disabilities. Thank you. I'm Zipora Wageshi Jeve, MCA Gatito Morogoro Ward. Na bado tunasikiza crowd. Engineer Cyrus Derido Kibiro, MCA Mukurweini Central Ward. Emma Wangui, specially elected, nasimamia Gen Z. Kamiliwa Sentimere, MCA Konyod, Madera, area MCA to our moderator, Reverend Dego Mutahi. Asante. Martin Matukamau, na Rumoro kia Madhaga Ward, na kwetu ni kusikiza ground peke yake. God is good. Engineer Warutere, representing Katarako Ward in Kieni. God is good. Asanteni sana. Hamjaboni. Bwana wetu asifiwe. Kwa majina ni Honorable Pauline Nyokafi. I represent people with disabilities. Anita Dhombe, representing Great Women in Nyeri and 2027 Women Representative. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Agnes Macharia, specially elected in Nyeri County. Jitagwa Wahinya, Wodita Dedan Kimathi, hapa Tetu. Jitagwa Stanley Wakifia, Aguthigaki, huko Tetu. Once again, Anthony Dagita, MCA Kirimokoi in Madera, and God willing, the next member of parliament in Madera. Good afternoon. I'm Charity Washira, representing great people of Gachua, and I'm also the deputy majority leader in the assembly. Thank you. Mheshimiwa Taiti, kama kwa mukaro, politically kama kwa mukaro, trauga parish itu ni mwe wa Munyoro. Thank you. Okay, John Stone Kamau, MCA Mogoda. I'm also a deputy majority whip. Karanja Maina, nominated member from Mukurweini. Thank you. Juguna Kawajiko, kuma Kieni Muiga. Asante. Family ya Julius Ndegwa Ndumia, atongoria itu a kanitha, atungatiri a PCA, mutongoria witu Rigathi wa Gachua na ageni aku atongoria a gĩbũrũri arĩa wĩ nao, na ithuothe tũrĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ, ndamugeithia inyuothe mũrega mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Hamarĩtwa njĩtagwo Sebastian Mugo wa Thĩũri, na no njĩtagwo Saba, na nĩ niĩ thĩinĩ wa mbunge ya Nyeri, nĩ niĩ mũhiũri ya Mũcharicha,
nĩ twĩtaga chief whip, na ningĩ thĩinĩ wa bũrũri no niĩ chairman wa ma chief whip mothe thĩinĩ wa mbunge ciothe 47. Njuge nĩ niĩ MCA wa itũũra rĩrĩ twĩtaga wa Magana ward, na nĩkuo mũtungatĩri ũyũ witũ nĩkuo aciarĩirwo na nĩkuo arereirwo. Koguo njuge niĩ nĩ gĩkoretwo hamwe na bamĩrĩ no gũthiĩ na mbere na kwĩra bamĩrĩ metĩkĩre kwĩyũmĩrĩria na nĩ tũmanyitĩrĩre na mahoya, na ũrĩa mũkĩte nĩ mbica njega ya kuonania nĩ tũmanyitĩrĩire biũ na Ngai nĩ akũrũgama nao, na gĩko gĩkĩ kĩrekirwo no tũrathiĩ na mbere na gũthaitha Ngai etĩkĩre kwanĩka arĩa marekire gĩko gĩkĩ, tondũ nĩ tũĩ nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ ũhoti. Njuge ndikwenda kwaria mũno, hau hangĩ no gũkonfirmĩra His Excellency the Second Deputy President Rigathi wa Gachua gũkonfirmĩra gũkũ gwitũ wa Magana, nĩ wamenya gũkũ nĩ Tetu, na nĩkuo mau movement ya mau yambĩrĩirio, ũgũkonfirmĩra tũrĩ thutha waku igana kwa igana, na gũkũ gwitũ wa Magana na Tetu gũtirĩ mũndũ ũngĩthaka nawe. Mũgambo waku tũraũthikĩrĩria na tũgeka ũrĩa woiga, na tũgũikara thutha waku na tũgũikara tũkũhoeire Ngai, na nĩ tũrona mahoya maitũ nĩ mararuta wĩra na nĩ ũgũtoria. Thengio mũno na Ngai wa Mungu akũrathime. Mheshimiwa, sasa tukiendelea hivyo tutakosea. Tukiendelea hivyo mheshimiwa tutakosea, tafadhali. Asante sana. Gwaria na mĩario mĩnini mũno. Wa mbere hana ta speaker wa county assembly ya Nyeri. Njuge pole nyingĩ mũno kũrĩ family, kũrĩ kanitha, ona kũrĩ aikari a gũkũ, ona Kenya yothe, kũrĩ atungatĩri yothe nĩ ũndũ wa gĩko kĩu kĩrekirwo. Nĩ gĩko kĩa ruo, gĩko kĩna ciũria nyingĩ mũno, na tũroria thirikari no nginya twĩrwo nũ ũrekire gĩko kĩu na nĩkĩ kĩratũmire gĩko kĩu gĩkwo nĩgetha gĩko kĩu gĩtikanacokerwo rĩngĩ. Na tũroria ũrĩa thirikari ĩkaga maũndũ na ihenya, ũrĩa yekire thibindi maũndũ na ihenya kũingata Rigathi wa Gachua, ĩke thibindi tũmenye nũ ũroragire mũtungatĩri witũ. Na macio manini nguga Ngai amũrathime na Ngai amũhe thayũ. Asanteni sana. Asante sana, tuwapigie makofi. Nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria. This time tũrĩ na mũrekio wa governor witũ wa Nyeri County, the political advisor Bwana Kariuki, please. Ona ndigũikara thĩ ũkwaria nũngie, nĩ wona nĩ ndaheo warning letter ya mbere. Asante sana kwa nafasi hii. Nikifuatia itifaki iliyowekwa, jina langu ni George Washington Kariuki, political advisor wa gavana wetu wa Nyeri, Mheshimiwa Daktari Mutahi Kahiga IGH. Gavana mwenyewe amenituma ndio tuweze kuungana pamoja kwa hafla hii ya kumsindikiza huyu mwenda zake aliyetuacha. Twasema pole kwa bibi yake Esther na watoto na familia yote, Elder Charles na mama Diangui. Nyinyi mnaamini katika ufufuko, kwa hivyo igieni kwa kumuamini Mwenyezi Mungu. Ndio tumeachwa na uchungu mwingi kwa vile ndugu yetu aliyetuacha, lakini wacha tuachie Mwenyezi Mungu. Hebu sote tumshukuru Mungu kwa miaka aliyompa na akampa hata imani na amani katika Kristo. Wacheni tumwachilie. Kwa wapendwa ambao wametoka nje hii ya kaunti yetu ya Nyeri, kwa niaba ya gavana wetu Mutahi Kahiga aliniambia niwaombe, mmekaribishwa hapa Nyeri, na niwaambie jambo hili mmekuja tulitende pamoja. Tunalienzi, na ikisha maliza ni wakati wenu wa kurudi kwenu. Mwenyezi Mungu awajalie safari njema na mpeleke salamu za Nyeri. Ni hayo tu,
bali na tuombee nchi yetu kwa uchungu huu wenye tunasikia. Ndio viongozi ambao wametuvuja moyo, basi Mungu waone. Wacheni huyu ndugu yetu apumzike kwa amani, awape jamii yake rehema ya kutosha kwa sasa. Asanteni sana kwa kusikiza ujumbe huo wa gavana wetu Mutahi Kahiga. Mungu Baba warehemu na awape baraka zake tele tele. Tumpigie makofi. Asante sana. Sasa ni kumalizia, tuko tuna viongozi wachache waliobaki. Yule wa kwanza nitamuita ni former member of parliament wa Mbahati, Bwana Kimani Gujiri. Tafadhali useme kwa machache. Tunakujua sana, wewe ni kiongozi wetu, tusaidie useme kwa machache sana. Asante sana. God is good and all the time God is good. Nashukuru sana moderator na wachungaji ambayo tumekuwa naye kutoka Nakuru. We have come from a long way. Na former deputy president wetu Mr. Gachua is still a good friend of mine. Unajua safari yangu na wewe mahali tumetoka. Ningesema nashukuru kwa kanisa ya PCA kwa sababu mmeweka roho zetu nguvu kwa sababu ya kufika pale tumefika. Lakini ninaomba mtuombee sana. Nakuru iko shida, Bahati, mambo ya insecurity sana. And we want you to pray for us, tusimame mzuri. Mchungaji was a very good friend of mine. Na historia yangu na mchungaji ni ajabu because he looked for me. Mimi sikuwa nimejua amekuja Bahati. Na alituma kijana moja akamwambia enda tafutia Mingo Njiri. And from that time tukakuwa urafiki sana. Even the time he passed, I was also the first person kukuta yeye lying on the ground. Na nikakuwa na machozi mingi sana. Na machozi yangu munisamehe, hata deputy president unajua nimelia sana kwa kosiba alimoja ama mbili. Machozi yangu nakuwa ni mingi sana. Nikiona mtu akiumia, akikufa kwa njia hiyo ni mbaya. Lakini tunasema wachungaji kuuawa lazima isimame kwa sababu tegemeo yote ni wapi? Lakini nashukuru, nataka kusema tu kidogo, mheshimiwa, tulikuwa nawe bunge. Nimeona watu hapa anazungumza mambo ya kushikwa, sijui watu hajashikwa. Let me clear the air. Hawa watu wameshikwa. Na wameshikwa na item ambaye zilikuwa ni za mchungaji. What else do you want? Umeshikwa na umeshikwa na document za mchungaji. See, that is a good job. Imeshikwa. Sasa tunasukuma kotini tuweze kuona haki yetu. Lakini ya tunaomba hata deputy president, former deputy, utaweza sukumia sisi na mjumbe wetu wa kutoka Bahati. Tunataka screen kwa sababu ilikuwa na CCTV huko. Ndio watu wote wapumzike. Tunataka kuona vile waliingia kwa sababu nimeiona. Lakini tunataka watu wote waone vile waliingia, vile walienda kwa mchungaji, vile walimuua, vile walitoka. Hiyo ndio tunataka sasa tuoneshwe. Kwa sababu watu wengine wote wakiuawa, tunaonesha kwa namna gani? Namna hiyo. Na mtuombee kwa sababu ya hiyo, na Mungu awabariki sana. Thank you. Ndalo mbele ya mutaratara ona ni ndio hakuwe kutonya mutaratara. Asante sana, tumpigie makofi Mheshimiwa Kimani Ngojiri. Sasa ningetaka kumuita mbunge wa Bahati kwa wakati huu, the Honorable Irene Mrembo. Ndiye alikuwa mbunge wa pale, ndiye mbunge wa pale Reverend alikuwa anahudumu. Mheshimiwa, wewe nafikiri ni wa PCA pia, unajua jinsi ya kuendesha hii mambo. Asante sana mwenzangu Wandeto, moderator wetu wa the 24th General Assembly, Secretary General wetu Reverend Dr. Robert Wahianya, Deputy Secretary General, Honorary Secretary, all presbytery moderators present, familia yetu na watu wote wa Nyeri County na Tetu. God is good and all the time. Sisi tuko na hofu sana. We are the most aggrieved kwa sababu ya kumpoteza mwenzetu. This was a great minister, a great reverend huko kwetu Bahati. And as you all say,
vile sisi wote tunasikia uchungu. The pain cannot be more for us. Mimi kama rafiki yake ambaye ni mjumbe amesimama hapa, we did great things. He was a mentor. He did a lot in our church. And I pray that you allow me, let me mourn our reverend. Because on Saturday, I had a meeting of more than 5,000 men. And he was a part of that because we had initially done 2,000 meeting ya kuhakikisha tumeweza kuelezea wanaume wetu ama kuongea na wanaume wetu na vijana wetu about femicide, na alikuwa kiongozi. It is very sad that tukiwa na mkutano kama huo ambao tulikuwa tumeanza hatujui tutaita nani tena. But I know God will provide. I also want to kuiga ile ambao tuliambiwa na Secretary General jana. Let us not have divisive. Tusigawanishe kanisa. Watu wa PCA tusiitikie kugawanishwa. Haya ambayo yametendeka, I being there, tukiwa na Gonjiri hapa, na tulikuwa pale na senator wetu ambaye anatafuta kiti. Ninasema sisi watu wa Nakuru, we shall not let any stone unturned. It was painful, hatutawachilia. Hao wawili ambao wameshikwa leo wako kotini, tutaweza kuwaona baadaye kwa runinga, na tunasema tupatiwe nafasi. Tupe serikali nafasi ili yote yaweze kuonekana waziwazi. Because we cannot allow murder in church. It is the first one that we have seen over very many years. I cannot allow that. I have been a culprit when I stand here. My father was killed in the same way. So it really pains me. Allow me to just say goodbye to my dear Reverend. Members of PCA, from within this county and within the country, we gather in sorrow, yet with gratitude, to celebrate Reverend Ndumia. We reflect his journey and remember him as a compassionate leader and a friend to many. He was a man of profound faith and committed to faith. His sermons were not merely words, but messages filled with hope and encouragement. His pastoral care extended beyond the wall of the church, and a true shepherd. On a personal note, Reverend Ndumia often reminded me of servant leadership. Today, as we bid him farewell, let's carry his legacy forward. Thank you, Reverend Ndumia, for your unwavering faith, your love, your service. You will be deeply missed, but your legacy will forever inspire us. Amen. Nikifunga, ninataka kuweza kupatia family condolences za kutoka governor wetu wa Nakuru County, Susan Keheka. Hangeweza kuwa na sisi hapa leo, but we have been with her throughout, and I think the church has seen the hand yake katika contribution. I also want to close with condolences and the family. Esther, this is from our Excellency, the President of the Republic of Kenya, and through the church, he sent 2 million shillings to help you and your family, and we shall always be there. May God bless you. Asante sana, tumpigie mjumbe wetu makofi. Asante sana. Sasa tunamalizia kabisa, na ningetaka kutoa apology. Tutikangungwe kanitha nitwaririo ni moderator niguo. Gutiaririo ni moderator. Holela hale.
nurariganira no ni morowe eni. Haya, ningetaka kuleta rabilambi na apology ya mbunge wa Mukurweini, jirani yetu hapa, the Honorable Kagushia. Kwa wakati huu nitamuita seneta wa Kirinyaga, Mheshimiwa Mulango, kwa nusu dakika. Sasa uniruhusu nisiketi. Nimepewa second warning. Nikipata ya tatu nitatolewa hapa. Tafadhali leta rabirabi zako kwa ufupi. Asante sana Mheshimiwa Ndeto. Nitakuwa mchache wa maneno lakini mzito kwa hoja. Asante sana kanisa tukiongozwa na moderator, familia, paterinda wetu Rigiji na Wamalwa. Kwanza ningetaka nilete rambirambi zangu kwa familia na kuomba Mungu aweze kumpatia nguvu na ususuani kwa sababu ya mawimbi ya kifo ambayo imempata. Kitabu cha Mithali 21:15 kinasema ya kwamba haki ikitekelezwa watu waovu ndio wanafadhaika, lakini watu wazuri huwa wanafurahi. Naona bango ambalo liko hapa ambalo linaomba haki. Na kwa sababu Waswahili husema kimebacho kikivunja ni nafuu kwa mchukuzi. Anayeongoza wizara ya usalama nadhani ndo anafanya wachukuzi pia wawe na nafasi rahisi, kwa sababu kama mchungaji ataenda hivi na tukose kuona majibu kamili, nadhani ujasiri wa magaidi utaendelea kuwa na kwenda juu na zaidi, na sisi ndo tutakuja kupatikana siku nyingine. Kwa hivyo ningeomba wamalizie na watupatie majibu haraka iwezekanavyo. Na nikimalizia niseme ya kwamba hii ni kanisa, na nimesema sitakuwa kimumunye kuharibika uzeeni. Sitaongea mengi, lakini niseme ya kwamba andui unayomweza hakuna haja kushinda ukisumbua Mungu. Huyo hatutamwachia Mungu. Kwa hivyo tunataka majibu ya kifo ambacho kimefanyika. Asante sana na Mungu ambariki. Tumpigie makofi hata kwa kutufunza moja mbili la Kiswahili. Sasa tutamalizia na seneta wetu wa Laikipia, Senator Kenywa. Karibu sana Senator. Pia huyu ni Mswahili. Asante sana moderator wetu Mutahi pamoja na Secretary General wetu ambaye ni Robert na mdogo wake, ambaye familia yote ya mwenda zake pamoja na our Deputy President Rigathi Gachua pamoja na waziri ambaye tuko pamoja na yeye hapa na sisi sote kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuja kuleta risala zangu za rambirambi kwa familia hii ya mwenda zake Julius. Na niseme kwa familia, hata japokuwa mnapitia katika bonde la mauti, msiogope chochote, kwa kuwa Mwenyezi Mungu yupo pamoja nanyi na atakuwa na nyinyi leo na hata milele. Kile ambacho kinanifurahisha ni ya kwamba Julius maisha yake nimekuwa ni hakikisho tosha ya maisha ya vile ambavyo mtu anapaswa kuishi. Yeye ni kielelezo cha Mkristo, lakini cha kuvunja moyo sana, yeye alituhubiria amani na utulivu, lakini yeye akapatwa na janga hili la kuuawa kikatili. Na mimi Mwenyezi Mungu nasema, kabla jua halijatua leo, wale ambao walifanya hiki kitendo, Mwenyezi Mungu, roho zao zisitulie hata kidogo Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe unatenda. Na lile ambacho linanisumbua zaidi ni ya kwamba sisi tunapopiga kura, jambo moja tunalolifanya, serikali tunaiweka ni kulinda mali na maisha ya mwananchi. Nilimsikia waziri wa usalama akisema ya kwamba anajua mahali mtu analala hata vile anaota. Sasa tunasema tukiwa hapa, kabla mchungaji hajazikwa, tumeambiwa ya kwamba watu wameshikwa. Hatutaki watu kushikwa, tunataka tuonyeshwe vizuri yale mambo walitekeleza, vile walivyotekeleza, na vile sababu ya yeye kuuawa. Kwa sababu huyu si mwizi, hakuiba kitu cha mtu. Huyu si mhaini, hajafanya jambo kama hilo. Ikiwa mchungaji atatendewa kitendo kama hicho, na sisi wananchi wa kawaida
tutatendewa mambo namna gani? Kwa hivyo sina hofu nikiuliza. Nimesikia vile ambavyo kumesemwa ya kwamba kumeshikwa watu wawili. No nie kiria njui nama kwina mundu woragirwo riria oragagwo ri akiuragwo akiuga atiriri njagathi ino ihaha ni gakumbura. Riu riria arikirie kuragwo no horo cio githira mundu ria woraganire ri riria thire yura ino ri ndamenyaga hena mundu kioro akiona njagathi akiuga we njagathi ino ri werirwo ni ukanyumbura atia ati ni ndoragire ng'ania wa ng'ania muthenya wa muthi mwathani ndahoya ureke njagathi itumburire no woraga mutungatiri uyu witu mwathani ndahoya ureke njagathi ino utumburire no woraga mutungatiri uyu witu tondu ni uhoro wa ruo turakira ha tukaigua ruo na tukaigua twina ruo muno makiria ati ithui ni tuthurite thirikari itugitire na indo citu. Ni ndiraremwo ni kwaria no kiria tukuga ni atiriri Ngai witu ari ogiti-ini na ndathoma kirikanio giakwa ikanjira atiriri hena maundu Ngai athuire no ndumwe Ngai athuire ri ni moko maria moraganaga. Mwathani baba ndahoya tutanahurukia mundu ugwitwo Julius witu baba uria urutite wira uyu mwathani ureke ngoro yake ndikahuruke umuhe githagathago ta kiria kina Kaini mwathani nigetha oke eyumbure nayo thirikari na nitwero mutungatiri ni atwira ati andu ni atukanu na ningetikira moderator witu no kiria ithu turahoya ri no thirikari itu itugitire to nikio tuikagia kura na nikio tutoyaga mathigi nikio teka maundu maria mangi ithu tuikara twihokete thirikari nayo thirikari serikali tunasema hivi kwa sababu tumewachagua na kuna yale mambo Mungu anachukia. Jambo la kwanza Mungu anachukizwa na macho yenye kiburi. Macho yenye kiburi ni kusema tumundu tule to opposition tutingihota. Hayo ni macho yenye kiburi. Jambo lingine linalochukiza Mwenyezi Mungu ni ulimi mdanganyifu. Ulimi mdanganyifu ni kusema ya kwamba jamani, kwa hayo mengi au machache nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu abariki sana, pabariki asinsawate na mimi John Kinyua. Asanteni sana, tumpigie makofi seneta wetu. Asante sana, asante sana, asante sana. Gocia nitwageria githe tiguo twanathie magongona mangi nitwageria tutingihura muno moderator na akwa nitwahitia nie muno herere oha kigongona-ini please ndigetwo vestry nie mahitia makwa ndamaherera ohaha uguo nie please ndigetwo vestry ni ndaguthaitha. Kwa hivyo nikimalizia ili niite viongozi wetu wa kitaifa, ningetaka kuwashukuru tena kwa kuja hapa Tetu kuomboleza nasi na kuwatakia safari njema mnaporudi makwenu, na pia mpeleke salamu na upendo wa wananchi wa hapa Tetu Nyeri. Now without further ado, I would request all of us to be upstanding and welcome His Excellency the Second Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachua, to come and address us. Tafadhali tusimame. Asante sana, asante sana. Welcome, Your Excellency. Sawa. Thank you. Tafadhali tuketi. Right Reverend Thego Mutahi, the moderator of the 24th General Assembly, your Secretary General, and indeed the entire Assembly, Mama Esther, mke wake marehemu, na watoto wako, wale viongozi ambaye wamefika, watu wetu kutoka Nakuru, kutoka Kajiado, na watu wetu hapa nyumbani. Muriega doitu. Gaine mwega. Na hidi ciothe. Geithia ciare za mwathani agocwo. Our moderator, we heard you well, that we stick to what has brought us here. Mimi ni mtu ya PCA. I'll stick to what brought us here. But it's quite heavy what brought us here. Na tutaketi hapo tu, hatutatoka nje hapo.
So hata hiyo ikikera wengine ni sawa, kwa sababu lazima tuketi wapi? Hapa. Because we have come here kwa sababu ya hiyo mchungaji amelala hapa, Reverend Julius Ndumia did not die from disease. He did not die through a road accident. Some people sat, planned to kill him, went to his house at 1 a.m., tortured him for 3 hours, and left at 4 a.m. That is a heavy matter. And we must speak to it. We must speak to it. Reverend Ndumia is not just any other Kenyan. He is an ordained man of God wa kanisa yetu ya PCA. Mchungaji ambaye amemwagiliwa mafuta. So mimi niseme, Mama Esther, I told you yesterday, your children, my very sincere condolences. I've come here to cry with you and to condole with you, and coming with a handkerchief to wipe your tears. It is not easy, and we feel you. And I'm very saddened that this young girl here, Shanice, at 7 years, will never have the benefit of the love of her father. Not because her father was sick or died in an accident, but some people sat, planned, took away his life, leaving his wife as a young widow and leaving 3 children without a father. We are very pained. Sisi watu ya PCA tunasema kanisa yetu inakosewa heshima, na hiyo lazima tuseme. We are members of this church. This is a great church that has had immense contribution to development of this country. From Chogoria, where we have a huge hospital, to Tomotomo, to Thogoto, our schools. This is a very honorable church with over 3 million followers. So mchungaji wetu akiuawa kinyama na serikali haiongei to give a statement and tell us what happened. I said yesterday, and Irene, na wale watu mnafanya na Ruto, nikuulize swali. Pale Kapsabet, vijana wa Wakalejin walipigwa na polisi. Video ikatoka. Murkomen akapiga kelele, the whole country. IG akapiga kelele na hatua ikachukuliwa. Na hakuna mtu aliua hiyo vijana. Bona damu ya mchungaji imemwagika. Murkomen hawe sema chochote. Sasa ni siku 6 amenyamaza. IG amenyamaza. Why? Is the life of our reverend a lesser life? This is a great church. This is not just another ordinary Kenyan. It's a man of God. Why is government quiet? Tumepata habari na Mheshimiwa Kimani Ngujiri umesema CCTV footage inaonesha wauaji wakiingia saa 7 wakitoka saa 10. DCI Nakuru are holding that video. Release it. Familia na kanisa na Wakenya waone, alafu muendelee na uchunguzi. Wale wamekamatwa ni msichana mmoja na kijana mmoja, wamepatikana na simu ya mchungaji. Wenye kumuua wamemuua, wametupa simu. Wale wamechukua, hao ndio wamekamatwa. Wale walimuua wako wapi? Na kwa sababu video iko, Irene, tell William Ruto aambie DCI aweke hiyo video tuone jioni, so that tukue satisfied. Si iko namna hiyo? Ama mtaki niseme? I must. Mimi ni mtetezi ya Wakenya, na kama mimi natetea Wakenya nitashindwa kutetea kanisa langu la PCA? These reverends, I have seen them here, our parish ministers, moderator. They are men and women in fear. Most of these parish ministers here are my friends.
My personal friends I've known for many years and their families. More than 100 of our parish ministers have called me. They are scared. Are we safe? Our family is safe? That is the issue. What we want, Irene, tumefurahi umeleta milioni 2 kwa familia. Another day, pesa ya matanga hapana tangaza upelekee familia nyumbani. Si ndio? Sinakuwaga namna hiyo? Hakuna haja kuja kujigamba hapa na kujionesha. Siku tunaomboleza mchungaji wetu, mwambie William Ruto vile tunataka aagize huyu mchungaji video CTV itolewe tuone. Number 2, to issue a public statement that our parish ministers across the country and their families are safe. Hiyo Irene utakuwa umetusaidia. Tell him. Na umwambie yeye, siku alikuwa anatafuta kura, alikuwa na jaa hapa kwa kanisa ya PCA. Kila siku alikuwa hapa 7 days a week. What happened? What we have a problem with, moderator, and I called you with a lot of respect as my spiritual leader, and you know I have submitted to your authority. But I am unhappy, as most Christians, the way the government has treated our church. In April last year, goons and police stormed into Mweki PCA church and beat up women and children. Today, nobody has ever been arrested. In December, goons and police stormed Kariobangi PCA church, beat women and children. Today, nobody has ever been arrested. Tell William Ruto, much as we want is 2 million, let him order the arrest of the goons and police who attacked our church, the PCA church. Hii ni kanisa ya heshima. Na hakuna serikali tangu independence imevamia kanisa la PCA. This is the only government. The nearest it came to ni serikali ya Moi iliumiza Reverend Timothy Joya, lakini walimpiga nje ya kanisa. At least walikuwa na adabu kidogo. They never came and fought him inside the church. We have a big problem ya kwamba wahuni na polisi wanaingia kanisani kuumiza waumini wa PCA. Mimi nataka niambie our parish ministers, we'll fight for the justice of your colleague. We'll shout from the rooftop until Mama Esther and her children and the church gets justice. A man is not a chicken. Mtu hapana kuku, hapana mbuzi, ati anauawa tu holela. Alafu mnaenda mnashika watu wawili wale walikuwa na simu yake na wenye kumuua bado kamatwa. I want to tell our parish ministers, please take comfort. I know you are troubled. Most of you have talked to me with your families. I know you are troubled. We'll fight to make sure that you are secure. My advice, as your member, those who serve outside their homes, don't live alone. Usikae peke yako. These are difficult times. The Reverend Ndumia was living alone. So if probably he had 2 other people in the house, probably would not be here today. Lakini mimi naambia parish ministers wetu tutamtetea. And we'll make sure that you have a good environment to serve. You are great men and women. You are a blessing to our church, the PCA church. And we must assure you of security. And we must call out the government to give security to the church. Ordinarily, ukipata shida unakimbilia mchungaji. Sasa kama mchungaji anauawa utakimbia kwa nani? Where do you go to? Na sisi hatuna shida na mtu yeyote. We have no problem with anybody. Sisi tunauliza tu kanisa yetu ipewe heshima. Juzi tumekuwa hapa ACK Udhaya Church. Polisi 12 wamekuja hapo. Wanataka kutua ndani ya kanisa na bunduki na risasi. William Ruto amesema hiyo watu wasishtakiwe. Mmoja amepigwa transfer, wengine
wanaendelea. Hawa walitupiga Mwiki, bado wanaendelea. Wale walivamia Kariobangi, bado shikwa. Sasa kanisa ilichagua wewe. Wewe umeturn against the church. PCA church supported William Ruto to a man. How can it be that the church is being attacked every day and is quiet? Minister wetu hapa amekufa. These parish ministers are in fear. And I've come here to assure them. And I've told Mheshimiwa Wandeto, you must do a parliamentary question as soon as the National Assembly comes back, asking for answers and seeking a statement from Kipchumba Murkomen that our parish ministers of PCA will be safe and they will be protected and they should not live in fear. Ni ndikwenda kukiria kuma hau, ndikwenda kuma aja ohoro. Nditugo Moderator ugire. Twari yetu lehi ni cia PCA na atungatiria itu na uragani na makanitha maitu kuhurwo ni mikora. Na njugi atiriri gutire burete kagate, gutire burete kagate, gutire werira gagithie ta gikate rigi yurage kiaga tutigacokia kara haria gekire atia na ithuĩ kwaca Gĩkũyũ tũtingĩtahĩka tũcoke tũrĩa kĩ nĩndaria kadi naria. Moderator, sisi ni watu wako. We want to protect the dignity of our church, and you should be happy with me that I am saying that the church that you lead should be respected. I am saying that the ministers who serve under you should be safe. Si mimi nasaidia Moderator? Yeye amesema hiyo maneno atakujiwa asubuhi. Katiguo. Na toto tikwenda agirwo ri thiti nye njuge tondie gutire mundu kundwara kundu. Kagwe mundu ngindwara kundu ni. Niye gutire mundu ngindwara kundu. Anie ndiriaga kwa mundu. Katiguo. Na gutire mundu gakua rucine nginya hwaini. No rimwe tutingitikira kanitha witu wa PCA wagirwo gitio mutungatiri. Moderator Thego, our church was attacked in Kariobangi by goons inside the church. They came to the altar. They came to Mweki inside the church. Something that has never happened in the history of independent Kenya. Then our minister has been killed. And everybody is quiet. Atimewachia watu wadogo hapo Nakuru. And Nakuru, Mheshimiwa Kimani Ngujiri, we have a serious security problem in Nakuru. Watu wanauawa kama kuku. Iko vijana 5 wamekuwa sodomized hapo Lanet. Iko watu wameuawa Nakuru. Na polisi wamewekwa pale, wote wametoka jamii moja. Hapa mlima yote jamii moja, OCS, OSPD. Kwa nini? Why are you deploying one community to be in charge of the police command in the Mount Kenya region and Nakuru? Nakuru watu hawalali. The insecurity in Nakuru is on another level. We are calling for a purge of the security chiefs in Nakuru so that we can have order and people can feel safe. Andu anyumba itu muri okwa nyumba no muyumireirie ona cia thirakara ona twathugurune gabogo mukeyumia ona ndio meti wakaiti wakairetu. Look at this girl. Shanice, come here. Just look at this young girl. You know, Moderator, why you see us bitter and why we have a problem with William Ruto and his government is that this young girl at 7, the father that she adored, the father she lived with is no more. What shall we tell this girl when she is of age? What do other parish ministers feel and their families? Yesterday at the memorial, a representative of the children of the pastors was crying, please protect our parents. Take care of them. Are we safe? She was crying before us. And that is why we speak with bitterness. Na sisi hatuna shida na mtu, lakini hatutaki kanisa letu ya PCA ihangaishwe. Hatutaki. Parish ministers, I wish
the way I have seen you today, I would have seen you during happier times. Muko hapa nyote vile mnakuwaga kwa General Assembly. I look forward to a day when we shall meet all of you the way you are, when we are happy and we are laughing. So huyu mtoto kwa niaba yake, we are asking for justice. We are asking for justice. 2 young boys in university. Wapi hiyo watoto wa mchungaji? Where are those 2 young guys? Come, just come, so that people can understand why. Yeah. Ai ridi mo menya kira tomato kira ndira mundu ucio wanyu. Ni maundu tamaya. Yeah? Kati guo. These 2 young guys are at the university, they are twins. They are in the 4th year. Na mimi jana na mjumbe wa Kajiado North tumepanga vile watasoma. Yeah, tumepanga vile watasoma. So when now this family had a good father, he is no more, and he didn't die because he was sick. Ni watu wameketi pahali wamepanga kumuondoa kwa dunia hii, wamewacha hao watoto wakihangaika. We must get justice for this family. Katigu. Yeah, na mimi nitafanya hiyo kazi. Na tukuruta kehinyo. People must face the court. They must answer to this crime. These children, they cannot get their father back, but at least they will be quite happy to know who killed their father and why. Please sit down. Negwado ito. Pole sana moderator kama tumezidisha, lakini ukweli ndio huo. Na sawa. Niweda hata hivi hata ndugihota kugogoda uga. Na tutigienda we makuingirira we muthuri witu. Najua the moderator and myself come from Mathera. Ni mtu yangu ya nyumbani. So ni wewe tunasaidia. Hiyo tunasema wewe sema. Lakini hiyo imewafikia. Nimukugeithania moinuka. Nimukugeithania. Nimulioka kujerera wa Munyoro. Mugokari. Mugokari. Gabi tu amurathime na mweke wega. Wacha sasa nimwalike huyu kiongozi anaitwa Eugene Wamalwa, ni ya wakazi. Nimwambie hi cousin. Hi kuzo. Cousin hi. Makazi ni wapendane wasipendane. Makazi ni wakae pamoja wasikae pamoja. Makazi ni watembeleane wasitembeleane. Karibu kuzo. The moderator and the entire House of Clergy, Mama Esther, and the Ndumia family, His Excellency the Second Deputy President, and all the leaders here, fellow mourners, Ngaini Mwega, in the show there. First of all, let me bring my condolences and the condolences of my family to Mama Esther and the Ndumia family, the entire family, poleni sana. I also want to bring my condolences to the PCA Church, and particularly those from Nakuru that Reverend Julius Ndumia served. Those from Kajiado, where he resided, and those from Nyeri here, his home, where he'll be laid to rest. We are here to say, Pole. And we're not just here to mourn. The whole country is mourning with you. I bring also the condolences of His Excellency Kalonzo Musyoka, the 10th Vice President. He would have liked to be here. In fact, he spoke to our brother Rigathi yesterday, but he was traveling and leaving the country today. But he sent me to bring his condolences. Yesterday, he was in Nairobi, and he spoke about this. And indeed, the people of Nairobi were mourning with you yesterday. I was in Narok yesterday, in the ordination of a deacon, and the people of Narok were also mourning with you. Because Reverend Ndumia did not die a normal death. He was murdered. And indeed, this is a murder most foul. So we are here not just to stand with the family, with the church, but to demand for justice. And we say so because it is the cardinal duty of any government. And today we have several governments meeting in Kenya,
The world has come to Kenya in Nairobi today because of the Africa Forward Conference, and indeed even the leader of the United Nations, Antonio Guterres, is here. And we are saying that Africa cannot go forward, and indeed Kenya cannot go forward without security. The first thing and the cardinal duty of any government is to ensure the security of its citizens and to ensure the security of the property of those citizens. So for a spiritual father, a reverend like Julius Ndumia, to serve his people, retire to his house, and as the man of God was resting, some people went to that house, to his home, and tortured him and murdered him. This is not a normal thing. And that is why we're here to demand that justice be done. And it is, I heard one of the leaders here say that this is the only death that has happened in the church in recent days. There is a pattern that is now arising in this country. Apart from Reverend Julius Ndumia, and we say poorly to the PCA church. I am a Catholic. We have lost several priests in recent days. Those of you who are from Nakuru, you remember there was the death of Father Ndegwa. He was serving in Nyahururu parish. He was found murdered, his body along the road from Nakuru to Nairobi. Father Lois Lele, another Catholic priest who was serving in Tot, was murdered. He was a harsh critic of the government, and particularly the issue of insecurity in the North Rift and in the Elgeyo Marakwet area. He was a thorn in the flesh of the government, and they went and killed him while he was serving the Lord in a security-prone area where bandits are. And we are saying that, as we say poorly to those who have lost, we are asking that the government must ensure the security of all citizens. Because if our spiritual fathers are not safe, how will the children, the brethren, the flock, if the shepherd is not safe, how will the flock feel safe? So it is an issue of serious concern for us, not just as Kenyans, but also as citizens of the world. So today, as we meet here also, we want to urge that the church, though you are facing great difficulties today, you have remained the conscience of the nation. Honorable Gachua has spoken about Reverend Joya. The PCA church has been the voice of the voiceless. Even in the darkest days of our democracy during the Moi era, the PCA church spoke out for the people of Kenya. Of course, they paid heavily. Reverend Joya paid heavily. We remember Bishop Alexander Muge of ACK. He paid with his life. And there are many others. Father Kaiser of the Catholic Church, who was also found along the same Nakuru-Nairobi road murdered because he spoke for the people of Kenya. We are asking that though we are facing difficult days, please continue speaking for the people of Kenya, speaking truth to power. And we, in the united opposition, we stand with you as we demand that that freedom of worship guaranteed by our constitution does not depend on the generosity of the government. It is guaranteed by the constitution. So our ministers, when they serve, wherever they may serve, they must be protected. And the house of God that has been violated severally, as Honorable Gachua spoke about Mwiki, in Nairobi, some of these churches where we have been, we've seen tear gas in Kariobangi, and Witima, what happened here. We are urging that the freedom of worship be respected, the house of God and the men in cloth who serve us be respected and be protected. Sitaki kusema mengi, nataka niwaombe sana, mtuombee. Wiki hii tunaenda katika mahakama. Ndugu yetu huyu Rigiji, mnajua yale alipitia. Mkiombea familia ya Ndumia, mumuombee pia. Sababu tulikuja hapa Nyeri wakati mmoja na Mheshimiwa Gachua wakati wa moto wa Endarasha. Watoto wetu walikuwa wameaga. Na wakati huo alikuwa amepangiwa kung'atuliwa mamlakani.
Tulimwambia wakati huo watu wa Nyeri na watu wa mlima, muna marafiki, na ingawa Rigiji alikuwa targeted then na akatimuliwa kwa njia haikuwa ya haki, ana nafasi sasa ya kipekee atendewe haki. Na yule ambaye alimtibu Dr. Dan Gikonyo pia anatoka Nyeri hii, atakuwa anakuja kutoa ushahidi kuonyesha ya kwamba wakati seneti ilikuwa inashughulikia kesi ya the deputy president, alikuwa mgonjwa, alikuwa admitted kwa hospitali yake, na hata yeye mwenyewe alimueleza Rais William Ruto ya kwamba naibu wako ako nami hapa, ni mgonjwa, niko namshughulikia. Licha ya hiyo, waliendelea usiku huo na wakamtimua na hawakumtendea haki. Tuomba ya kwamba wale ambao nimesikia jana Bwana Kindiki akisema yeye anataka sasa Dr. Gikonyo akuje huko awe cross examined, we want to tell you Bwana Kindiki, Professor, we are ready, we have a legal team, we'll face you in court on Wednesday, and we want justice for Rigathi Gachagua as we are demanding justice for Reverend Moya. Asante Mungu. Wow. You know hata kama Reverend Ndumia ametuacha na alikuwa mwalimu, hatutaki kupoteza the meaning of the word summary. Kwa sababu sisi wengine hata kama hatuyuko walimu tulienda kwa mwalimu na akatufundisha. So we are happy that we have come to the end of that part of the program, though it has taken more time than we would have wished. We know, of course, our leaders, as they are saying, they are also expressing what they are feeling, and I know everyone who has come, our coming is a statement by itself. We have 2 presentations to be made, and the third one will be done as we will be doing the offering. So we will invite PCEA Taboga Parish. Taboga Parish, please come for your presentation. Then after PCA Taboga Parish, we will have the ministers and the spouses. I'm sure tutasimama sisi wote pale tuko. Taboga, are you coming? Taboga people, please come. And then after that, we will have the Hond, the Genge youth. You do your song as we will be doing the offertory. So PCEA Taboga, as they come, PCEA UK also sent their condolence. We received their condolence. And as they come, we also want to thank Madam Grace, who is the head teacher of this school. I don't know whether she is around. Madam Grace, has Taboga come? Kama anaweza kuwa karibu atupungie mkono. Yes. The head teacher wa shule hii afahamishwa ya kwamba we are so grateful for according us this space so that we can conduct the service. For sure atungetoshea kule kanisani. Taboga with your song, and then the ministers and the spouses. Nindoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru, arĩa matotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ gũtiganĩria, manjia rũgendo matitiganagĩria, matiũĩ gũtiganĩria, manjia rũgendo matitiganagĩria, aya mana mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take, aya mana mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take.
ngoro ciaragia ciugo theru moigago ria Ngai arenda kugwo aya matire oiga kana muku ngoro ciao itherete ta riũa meciria mao maihũrĩte ũthingu aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna mwathani wao aya matioĩ kũhotwo nĩ take aya mahana mwathani wao aya matioĩ kũhotwo nĩ take mĩtugo yao nĩ mĩthuranĩre matire ũru mahana ndutura na nĩ ũgĩ mũno kũrĩ nyamũ ya thĩ matingĩhĩnĩka kana matahwo ngoro ciao ciũragia Ngai matire woiguithanio na meya ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai matire woiguithanio na meya aya mana mwathani wao aya matioĩ kũhotwo nĩ take aya mana mwathani wao aya matioĩ kũhanio nĩ take matungataga na ngoro theru matienda kũganwo nĩ ciĩko ciao marunagĩria kũgocithia Ngai wendo wao tũmaga marũgame nyendi muoyo nenda Ngai nake nĩakenagio mũno nĩo nyendi muoyo aya menda Ngai nake nĩakenagio mũno nĩo aya mana mwathani wao aya matioĩ kũhotwo nĩ take aya mana mwathani wao aya matioĩ kũhotwo nĩ take. Wow, thank you. Once again, you can appreciate PCA Taboga Parish. Asanteni sana. KBR 878T. KBR 878T. We kindly ask you to go and unblock some vehicles. Ministers and spouses, please be upstanding wherever you are for the presentation. Our choir master is Elsie. Yes. Tutaimba tenzi 17, tenzi 117, tufani inapovuma. Tufani inapovuma sana moyoni mwangu, unapa kujificha mkononi mwa Mungu. Unificha, oh, adui atanipata. Unificha mkononi mwake. Pengine kuna tabu yanisongeza kwake, naijua si hasira, ni ya mapenzi. Unificha, oh, adui atanipata. Unificha mkononi mwake.
adui wakiniudhi, nami nikisumbuka, Mungu atavigeuza vyote viwe baraka. Hunificha, hunificha, adui hatanipata. Hunificha, hunificha, mkononi mwake. Nishipo duniani. Tunaomba msimame to appreciate everyone who has joined us in the service and is not a Presbyterian. Simama pale huko tukutambue. Asanteni, to appreciate hawa ambao wamekuja kutoka karibu na mbali kukuja kuomboleza nasi tuje na familia. We are professionals from near and far. All those who have come from Nairobi region. Nairobi region, watu wote wa Nairobi region, the members hao ni wachungaji na spouses from Nairobi region. Can we appreciate them? Thank you. Take your seats. Central region, all members and clergy and spouses from Central region, hao wote ambao them, and we ask wachungaji wabaki wamesimama. Naona kama ni wachungaji pekee ya Central region. Eastern region, Eastern region, simameni wote. Ndio yule Reverend Gishimo pale ni mtoto wa mchungaji. Watoto wote wa wachungaji simameni, wherever you are, wherever you are. Tunawaona pale wengine ni wachungaji na wanahudumu katika maeneo tofauti. We appreciate the children wa wachungaji ambao tuko nao katika kikao hiki siku hii ya leo. I think nitafikisha mambo ya recognition hapo, but because we have the honorary treasurer with us, and he may not get an opportunity to screened on our screens, and we want to request, because it is sad that we are looking forward to completing this. Many people are already impatient. Kwa sababu the wheels of justice do not just glide instantly. They will take some time until somebody is presented. That as we continue praying, you also continue seeking justice. Share this message, because if we don't share it, tomorrow they will come for you. This I believe, moderator, and we are very concerned on behalf of the elders. We are very concerned, and we said this yesterday, that we are interested in the investigations, because what you will hear out there is, you know, the elders disagreed with the minister and possibly this and the other. Hata kama tunakosana kwa mikutano, our past moderator tells us that we operate like a pair of scissors. A pair of scissors departs, it comes together. It departs, it comes together. That is how it works. That is how we work. So whoever will be thinking that possibly that, pengine hatujafikisha hapo, and that is why we want to seek justice, and we must speak about it. So do not keep quiet that we are tunamaliza tusahau, lakini hebu tuendelee, kwa sababu wakiguza mchungaji, they have touched the Presbyterian Church. The Presbyterian Church is founded on the ministers. They become elders first, then they become elders. They are the ones who train ministers. They are the one who train elders. And therefore when somebody touches this, they have touched the heart of the church. And it is not just the PCA, it is the Church of Jesus Christ that is under attack. So we must rise up. We must do more than pray. We must seek justice. And seeking justice in your own small way. Can you share that? Can you share it? Can you share this message, seeking justice for Reverend Ndumia, on your social media? And you will find that we are not going to rest us until we find a justice for him. May the Lord bless you, and thank you for supporting the church, studying with the church as we go through this season, a season that is difficult, a season of mourning. No gutire bure yuraga na dekia. Nekemera tuenakio, we are going through a difficult season. I believe with prayers we will come through. May the Lord bless you. Thank you.
Thank you, our Deputy Secretary General, for reading us through that session and guiding us and helping us to get to that level. So thank you so much. This is not normal, but I want to also give my condolences to this family. This is a very personal loss to me because my immediate neighbor where I stay is Reverend Ndumia. Very close, extremely close. Most of the things I do, my confidant has always been Reverend Ndumia. And on first, we spoke. And we agreed that since I was not available on that day, we were to meet this morning. And he really told me, kindly secure your morning so that we talk some very important issues I have. Little did I know that we were to meet here. It is sad to me, to my family, and Mrs. Gary Ndumia. May God continue to console you. Our neighborhood continues, our shared values, prayers, and the encouragement which I was receiving all the time from Reverend Ndumia, we will continue doing the same. So it's very touching, extremely, extremely personal, and may God continue encouraging you. So people are asking and saying, God forgives. I don't deny. He forgives, and he's able to forgive. But the same God who is able to forgive, and he says if you repent, he's full of mercy. He is the same God who never forgave Cain for killing his own brother. And that is the Lord we are talking about, that he will avenge the blood of our brother until those killers, those who planned and those who executed, are brought to book. So we subject them to that God. Be encouraged. God is with you. So can we have our two readings following each other? So the first reading is being read by Dishon Donga, and the second one is being led by Jean Kilagori. Kindly take the floor. Bwana Yesu asifiwe. Nituguthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama, chapter number 3, 1 to 10. Exodus chapter number 3, 1 through to 10. Na rĩrĩ Musa nĩ gũkorwo akorirwo akĩrĩithia ndeithia ya mũthoniwe Jethro mũthĩnjĩri Ngai wa Midiani, nake akĩmĩtwara mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ ya werũ wakuo, agĩkinya kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai na kũu Horebu. Nake mũraika wa Jehova akĩmũmĩrĩria arĩ rũrĩrĩmbĩ-inĩ rwa mwaki rwoimaga kĩhinga-inĩ, agĩcũthĩrĩria na atĩrĩ, kĩhinga kĩu nĩ mwaki kĩrakana na gĩtingĩhĩa. Nake Musa akiuga atĩrĩ, rĩu nĩngũkerũra naho nĩgetha nyone kĩũndũ gĩkĩ, menye kĩrĩa gĩkũgiria kĩhinga kĩhĩe. Nake Jehova ona atĩ egũkerũra naho nĩguo one wega rĩ. We Ngai agĩkĩmwĩta kĩhinga-inĩ kĩu thĩinĩ, akiuga atĩrĩ,
Musa, Musa, nake agicokia atiri, nie uyu. Agikiuga atiri, menya okuheherie haha, amba urute irato ciaku maguru, nigukorwo hau urungie ni handu hatheru. Ona ninge agicoka akiuga atiri, ni nie Ngai wa thoguo, Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jakubu. Nake Musa akihitha uthio tondu ni etigagira gucuthiriria Ngai. Nake Jehova akiuga atiri, ti itheru ni nyonete menyaririko ya andu akwa aria mari Misiri, na ngaigua kiriro kiao ni undu wa akaburu akuo, tondu ni njui maruo maria mari namo, na nie ngeikurukite niguo ndimateithure moko-ini ma andu a Misiri, ndimarute bururi ucio, ndimahire bururi mwega mwarie wa buthi wa iria na uki, na nikuo gutuirwo ni kiruka kiria gia Kanani na kia Ahiti na kia Amori na kia Perezi na kia Hivi na kia Jebusi. Na riu kiriro gia ciana cia Isiraeli nigikinyeire ona ninge ninyonete nikinyeire ona ninge ninyonete kuhinyiririo kuria mahinyagiririo ni andu a Misiri. Muhari wa 10 wa mwisho, tondu ucio uka riu gutume kuri Firauni nigetha ukoimagarie andu akwa ciana cia Isiraeli umarute bururi-ini wa Misiri. Kiu nikio kiugo kia Mwathani. Somo la pili litapatikana kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana 22 kuanzia 1 mpaka 7. Revelation chapter 22 1-7. Kisha malaika akanionyesha mto wa maji ya uhai mangavu kama kioo, yakitoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu na mwana kondoo. Mto huo ulitiririka kupitia katikati ya barabara kuu ya mji. Kando kando ya mto huo kulikuwa na mti wa uhai unaozaa matunda mara 12 kwa mwaka, yani kila mwezi, ni majani yake ni dawa, na majani yake ni dawa ya kuwaponya watu wa mataifa. Hapana kitu chochote kilicholaaniwa kitakacho kuwa katika mji huo. Kiti cha enzi cha Mungu cha mwana kondoo kitakuwa katika mji huo, na watumishi wake watamwabudu. Watauona uso wake, na jina lake litaandikwa juu ya pazi za nyuso zao. Usiku hautakuwa jua, maana Bwana Mungu atawaangazia, nao watatawala milele na milele. Kisha malaika akaniambia, maneno haya ni ya kweli na ya kuaminika. Bwana Mungu ambaye huwapa manabii roho wake alimtuma malaika wake awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo lazima yatukie punde. 7 na ndio ya mwisho. Sikiliza, naja upesi. Heli yake anayeyazingatia maneno ya unabii yaliyo katika kitabu hiki. Aliyesoma ni Jane Kiragori, spouse to Reverend Hezron Dhombe. Barikiwe. Asante sana kwa usomi mzuri. Zote tutasimama ili tujiandae kusikiza neno, na tutasimama ili tuimbe wimbo ule uko pale kwa Plonglom, wimbo wa mwisho, kazi yangu ikiisha nami nikiondoka. Kazi yangu ikiisha nami nikiokoka, na kufa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo.
ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua, nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyotuandalia. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa fahari mbinguni. Nitamjua, nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena huko juu. Lakini nifikapo